Watu wengi wamekuwa wakishindwa kufurahia nishati ya umeme majumbani mwao mara tu baada ya kuona uniti zimekwisha na bili imeongezeka. Siku ya leo nitazungumzia ni namna gani vifaa vya umeme ambavyo tunatumia vinachangia katika matumizi makubwa ya uniti za umeme. Pia nitagusia ni vitu gani vinatumia umeme mwingi zaidi. Mwandishi wa makala hii ni Hassan Mtonga. Mimi ni Husna Abdullahi. Na kukumbusha kulike, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ya Hasa Electrical kama bado. Sio kila fundi ni fundi. Kama upo Zanzibar na unahitaji mafundi wazuri wa umeme, basi Hasa Electrical ndio jibu lako. Kwa gharama nafuu kabisa, tupe mjengo wako leo, iwe ghorofa au nyumba ya kawaida, ofisi au nyumba za ibada. Hasa Electrical tunafanya installation ya umeme kwa uzoefu na ubora hali ya juu, kuanzia circuit planning, wiring pamoja na kufunga vifaa vingine vya umeme. Hatujaishia hapo. Pia Hasa Electrical tunarekebisha matatizo yote ya umeme majumbani kama vile short circuit na kadhalika. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0658676970. Hasa Electrical, umeme kidigitali. Baadhi ya vitu vya umeme ambavyo tunavitumia majumbani mwetu ni pamoja na jagi la umeme, rice cooker, water pump, blender, feni, TV, pasi, cherehani, taa, washing machine na kadhalika. Kiuhalisia vitu vyote hivi vinatumia umeme na ni sababu kubwa ya umeme wako kumalizika haraka. Tukizungumzia matumizi makubwa ya umeme unayohisi sio sawa kwa upande wako, kwanza kabisa tambua kila kifaa cha umeme kinakuja na kiwango cha watts, yaani nguvu kulingana na uwezo wa kifaa. Kujua watts ni jambo muhimu katika matumizi ya umeme, na nguvu itakayokuwa kubwa ndiyo matumizi yatakayokuwa makubwa zaidi. Na hapa ndipo tunapojua ni kifaa kipi hutumia umeme mwingi kwa kulingana na watts. Kwa mfano, taa ina watts 10 na pasi ina watts 1000. Hapa moja kwa moja tutasema pasi inatumia umeme mwingi kwa kuwa zinakuja zikiwa na watts kubwa. Lakini kumbuka ya kwamba watts zikiwa 1000 kutumika ndani saa nzima, hapo utakuwa umetumia unit moja ya umeme. Pia inaweza ikawa TV yenye watts 200 ndio inayokula umeme kuliko pasi yenye watts 1000. Unajua kwa nini? Sababu kuu ikiwa ni moja tu. Pasi ambayo ndiyo yenye watts kubwa inaweza kutumika kwa dakika 10 tu, na TV ambayo ndiyo yenye watts ndogo ikatumika kwa muda wa masaa kadhaa. Kwengineko ni vifaa vilivyopitwa na muda, yani used. Watanzania wengi wanapenda kutumia vifaa vilivyotumika, yani used, ili kuepuka gharama kubwa ya vifaa vipya, bila kutambua vifaa vingi vya zamani vilivyotengenezwa miaka ya zamani kama mwaka 1990 hutumia umeme mkubwa sana, tofauti na vifaa vipya vya miaka ya karibuni. Mfano, matumizi ya bulb za zamani hutumia umeme mkubwa sana na kusababisha gharama kuongezeka. Unashauriwa kutumia taa za kisasa zinazotengenezwa kitaalamu na sekta maalumu ya kuifanya itumie umeme mdogo. Hizi husaidia kupunguza gharama kwa 90%. Lakini pia vifaa vya zamani kama washing machine, electrical cooker, water pump oven, dishwasher machine vimekuwa vikitumia umeme mkubwa sana. Lakini zimekuja mashine na vifaa vipya na vyenye mifumo bora ambavyo vinasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza matumizi ya umeme. Kwa maana hiyo sasa, hakikisha unanunua vifaa vipya na sio used ili kusaidia kupunguza matumizi ya umeme. Lakini sio hayo tu, pia kutumia vifaa vilivyochoka au vibovu. Epuka kutumia vifaa vibovu kwani vinachangia matumizi makubwa ya umeme. Mfano, umenunua pasi mpya ya watts 1000. Maana yake ni kwamba hiyo pasi ikifanya kazi ndani ya saa moja, basi itatumia unit moja tu. Ila pasi ikishachoka zile watts zinapanda, kama ilikuwa 1000 inaweza kwenda hadi watts 3000. Yaani ndani ya saa moja itatumia unit 3. Tuje kwenye friji sasa. Huku ndo kuna balaa. Utakuta friji bovu linakwenda hadi watts 5000 mpaka 10000 na zaidi. Yaani friji hilo la watts 5000 likiwashwa tu kwa lisaa linachukua unit 5. Hivyo kuwa makini na vifaa vyako ambavyo unatumia vimechoka au la. Sijaishia hapo. Huku nako matumizi ya vifaa vingi vya umeme kwa wakati mmoja. Moja ya changamoto inayowapata watu wengi watumiaji wa umeme ni pamoja na kutumia vifaa vingi vya umeme kwa wakati mmoja. Mfano, mtu ananyosha nguo kwa pasi, hapo amewasha televisheni. Mwingine anatumia kompyuta, huku friji
linafanya kazi. Utakuta wamewasha feni au AC. Matumizi kama haya lazima yatasababisha umeme kutumika na kuisha haraka. Inatakiwa kuwa na limit nzuri ya matumizi sahihi ya umeme katika muda sahihi. Hii njia itasaidia kupunguza gharama za matumizi ya nishati ya umeme. Lakini pia suala la kuacha vifaa ambavyo vimechomekwa kwenye socket bila kuchomoa baada ya matumizi. Baadhi ya vifaa vya umeme ambavyo ni new modern, vingi vimetengenezwa hata kama ukivizima venyewe vinaendelea kufyonza umeme. Ulikuwa unafahamu hilo? Hivyo basi, kwa vifaa hivi visipochomolewa huendelea kuchukua umeme. Hii hupelekea matumizi kuonekana makubwa, lakini ukweli ni hivi vifaa unashauriwa kuswitch off socket na kuchomoa plug kwenye socket. Pia kuna hili la matumizi yasiyo sahihi ya vifaa vinavyotumia umeme. Matumizi yasiyo sahihi ya vifaa vinavyotumia umeme mwingi pia huenda kusababisha bili ya umeme au gharama kuwa kubwa. Watu wengi hawapendi kufuata masharti ya matumizi ya vifaa hivi, jinsi ya kutumia na wakati gani wa kutumia. Baadhi ya vifaa kama oven, fridge, washing machine, electrical cooker, dishwasher machine na water pump hutumia umeme mkubwa, hivyo inatakiwa kufuata masharti ya watengenezaji kiwandani au yule aliyejiwekea ili kupunguza gharama za matumizi ya umeme. Mfano, washing machine. Unatakiwa uweke utaratibu kabla ya kufua mara moja kwa wiki na ufuate kanuni zote za mashine, ikiwa pamoja na kuweka nguo na maji kwa ujazo unaotakiwa na kutumia low heat wakati wa kuwasha. Kumbuka, unatakiwa kujaza maji lita zinazotakiwa kabla ya kuanza kufua. Tuje kwenye water pump. Utawasha pump endapo maji yanahitajika, na ni vizuri kuhifadhi kwenye matanki kuliko kuwasha mota kila unapohitaji maji. Hii huongeza matumizi ya umeme. Nafikiri umeweza kufahamu kwa uchache, lakini sijaishia hapo. Kuna hili swala la kuangalia watts kabla ya kununua vifaa. Kuna vifaa vya umeme vinatumia watts ndogo kuanzia watts 1 hadi watts 300. Kwa mfano, kuna bulb za watts 10, pia zipo bulb za watts 100. Ili kuzuia umeme wako usiende kwa wingi, utatakiwa kuchukua bulb ya watt ndogo zaidi. Pia vifaa vinavyotumia watts kubwa ni kuanzia watts 400 hadi maelfu ya watts. Kwa mfano, friji ya watts 2000 hutumia umeme mara 2 ya friji ya watts 1000. Baada ya kujua na kuzingatia mambo hayo, natumai utafurahia nishati bora ya umeme kwa kuona uniti zako zinadumu kwa muda mrefu na kutumia kiasi kidogo tu cha fedha kulipa bili. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Ili kupata video zetu kwa urahisi, tafadhali subscribe channel yetu leo pamoja na kubonyeza alama ya kengele inayotokea, hasa electrical umeme kidigitali.